رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mimi ikiwa kuna la kulizungumza, nataka nizungumze hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayosema, ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqa Rasulullah. Hii hadithi imekusanya mambo yanayotaka au yanayotakiwa kwa mwanadamu yote matatu. Mwanadamu katika maisha ya duniani atakiwa ajue namna gani aamiliane na Mola wake. Mwanadamu duniani atakiwa ajue namna gani aamiliane na nafsi yake. Mwanadamu duniani atakiwa ajue aamiliana namna gani na wenzake. Vipi utaamiliana na Mola wako? Ittaqillaha haithu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu. Haithu ma kunta, popote utakapokuwa. Utakapokuwa maadamu ni popote, ni sawa. Utakapokuwa una cheo, utakapokuwa huna cheo, utakapokuwa wajulikana, utakapokuwa hujulikani, utakapokuwa ni maskini, utakapokuwa ni tajiri, utakapokuwa ni mzazi. Sababu ibada, asli ya ibada, sisi tuambiwa siku zote, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibada nazo ni aina tatu. Kuna ibada inaitwa ibada sha'airia, swala, saumu, zaka. Sio kama wengine wanasema zaka, tunasikia mchana hapa zakatu nabati. Nakumbuka nilikuwa nikisoma, mwanafunzi tulipokuwa tusoma minhaja, akianza tu babu zakati nabati, akaruka babu zakatul banati. Leo zaka nzuri, zakatul banati tena barobaro, ana iliyoko mbele akili yake ile wanawake tu, akaruka babu zakatul albanati. Zaka, hija, hizi zaitwa katika ibadatu sha'airia. Kisha kuna ibadatu taamulia. Ibadatu taamulia ina uzito katika dini. Naweza kukwambia mtu aweza kuwa na ibadatu sha'airia akakosa ibadatu taamulia na asiingie peponi. Na mara nyingi mtu akiwa na ibadatu taamulia kama ibada, hakosi kuwa na ibadatu sha'airia. Lakini yaweza kuwa na ibadatu sha'airia, na mistaqi ya kauli maneno yangu, uhakikisho wa maneno yangu ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakuja kuelezwa, akamwambia, ya Rasulullah, inna fulana sawama qawwam lakinaha tudhi jaraha bilisani. Fulani anafunga suna zote na anainuka usiku. Usiniulize faradhi. Mtu anainuka kufanya ibada usiku, usiulize ya dhuhuri anafanya, anainuka usiku kufanya ibada na anafunga suna zote, lakinaha tudhi jaraha bilisani, anamuudhi jirani yake kwa ulimi. Anamuudhi jirani tu, anamuudhi mtu mmoja. Sasa wewe fikiria, wewe unaudhi watu wote, hakuna anayesalimika. Na katika kitu ambacho tumeongwa nacho sisi wakati huu, tunawaudhi hata wachezaji mpira. Mimi simpendi mchezaji yule, alikwambia nipende? Mimi simpendi mwigizaji yule, alikwambia nipende? Unajipatia dhambi za kijinga jinga. Yaani ulimwengu sasa miskini, madhambi ya kijinga jinga ni mengi sana. Yaani mtu anakaa kutazama mpira,
haendi kuswali, kisha pale pale apate madhambi. Kwambia bwana Mtume akatwambia rawahil quluba, lakini wewe huistareheshe hiyo, huipi starehe hiyo moyo wako na roho yako. Wewe wasengenya watu kana watu, anatukana mtu kapoteza penalti, mshenzi yule, pumbavu, na haula wala wewe humlipi, humchangii, hufanyi lolote. Sasa ikiwa mtu alimuudhi jirani peke yake na yeye anayefanya ibada ash'ariyya kiukamilifu, Mtume sallallahu alayhi wasallam mjibu alitoa alisemaje? Innaha finnar, innaha finnar. Umeona uzito wa ibada ataamulia, namna kuamiliana na watu, vipi utaishi na watu. Mungu kama tulivyoambiwa hapa, Mungu amekuchagua, lakini katika kuchaguliwa hakikisha ile nafasi uliyochaguliwa umeipa haki yake. Leo umechaguliwa hapa, tunaambia wamechaguliwa mashehe, tusiwe na nongo. Na sisi mashehe tusiwe mabakhili, tusiwe na dharau, tusiwe aliochaguliwa katika nafasi yoyote. Imam Abu Hanifa wakati wake alipotaka kuchaguliwa kadhi, alijibu akasema mimi sifai kuwa kadhi. Akaulizwa kwa nini, akasema ikiwa mimi ni mkweli kwa mimi sifai kuwa kadhi, basi mimi sifai kuwa kadhi. Ikiwa mimi ni mrongo kwa nisemao mrongo hafai kuwa kadhi. Khiari ni ima kubalini mimi ni mkweli kwamba mimi sifai kuwa kadhi, mniache mimi sifai kuwa kadhi, au sema awe mrongo shekho anaongopea, basi aongopea au hafai kuwa kadhi. Anakimbia jukumu analikimbia. Leo watu wanakimbilia majukumu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisemaje? Innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah. Lakini kisha akatuburudisha, akatwambia man wuli al-imara uina, atakayetawalishwa kwa kuwa hana budi lazima uchukue wewe jukumu. Na Waarabu wanasema idha fuqida al-malihu fal-qabihu, kiwa hakuna sasa chukua. Ndio kina sisi tumepewa ushehe, hatufai hata kwa wanafunzi, lakini inshallah Mwenyezi Mungu kwa fadhila zao, kama alivyosema Sayyidina Abubakar, Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun wa la ta'khudhni mimma la ya'lamun. Mola nijalie khairi wa ile bana yao wananidhania, nijalie ni khairi zaidi, wala usinichukulie kwa wale ambao hawajui. Lao Mwenyezi Mungu atatufedhehi, nasallallahu salama wa afya. Licha kwa tunashika mikrofoni tuzungumze, hata kutembea njiani haitufai, lakini alhamdulillah turudi katika mada yetu. Ibada ya tatu ni ibadatul huwiya, na hii ndio tuisahau sana leo. Katika ukiomba kazi popote unaambiwa upeleke CV, si ndio? Hii inaitwa huwiya, yani maelezo yako wewe kama nani. Mimi kama mwanafunzi, una ibada kama wewe mwanafunzi ya kustahili kuheshimu elimu, kwamba al-ilmu khashya kullu yu'raf bidhaka ahlu. Sio kuhifadhi maalumati nyingi, lakini msengenyaji ni wewe, mwenye kugombana ni wewe, wanafunzi wenzako uzungumzi nao. Au wanafunzi kumbe hata wazazi hawaheshimu. Leo tumesikia hapa hadithi mchana, swala nzuri hapa liliulizwa, unaswali sunna na alisemaje yule mama, walimuitaje? Bibi mkubwa anakuita, yani mama anakuita na wewe unaswali. Je, uendelee? Angalia, Mwenyezi Mungu ndio kuswali ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu akwambia acha mazungumzo na mimi, yule kwa wewe unazungumza na mimi, yule kwa hakuna mfano wangu, lakini msikilize mama kabla kuendelea mazungumzo na mimi. Vunja swali, nenda kumsikilize mama. Wewe leo wamwambia mama subiri, tena mama kupigia simu kazungumza naye, akapiga pangine ni kimada, akamwambia mama subiri kidogo, kuna simu muhimu. Una adabu sana tena, sio kidogo. Mungu anakuambia katika mazungumzo na yeye kwa ajili ya nani? Ya mama. Wewe kuna nani mwingine anastahili usimkatie mazungumzo kwa ajili ya mama? Sasa ibada ya kuhuia, wewe kama mtoto una ibada yako inayokuhusu juu ya wazazi wako peke yako. Mimi kama mzazi kuna ibada yangu inayohusu peke yangu kama mzazi juu ya watoto. Asokuwa na watoto ashukuru, hana ibada hii. Mimi kama mume kuna ibada inayohusu mimi juu ya nani? Mke wangu ambaye hajaoa, ibada hii haimuhusu. Kuna ibada kila mmoja na ibada. Wewe kama kiongozi una ibada inayokuhusu juu ya unaowaongoza
unawasimamia sawa sawa. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, usiangalie hawa ni jamaa zangu, hawa si jamaa zangu, hawa wananiunga, hawa hawaniungi. La, kila mmoja umpe haki yake. Na wewe kama raia una ibada ya kuweza kuwatii viongozi, ni jukumu lako. Wakati wa khilafa Sayyidina Ali bin Abi Talib kulitokea vurugu mechi, watu wakamfuata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kumwambia ya Amir al-Mu'minin, tumekaa khilafa Sayyidina Bakar maji shwari, tumekaa khilafa Sayyidina Umar maji shwari, mbona hiyo vurugu mechi inakuja kwako? Kipi kilotokea? Akasema Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar jenzi wake ambao sisi, lakini mimi sasa bahati yangu mbaya mmepata jenzi kina nyinyi. Sasa tatizo haliko kwa Sayyidina Ali, tatizo liko kwa wale wafuasi wanaomkuta Sayyidina Ali. Na ndio mara nyingi watu sema kiongozi hafai. Wewe ulifaa wapi mpaka ikawa kiongozi ndio asifae? Wewe uliwahi kufaa? Unajua kuna bwana mmoja, nimalizie hapa maana wakati umechukua sana. Kuna mume alikwenda kushtaki kwa kadhi, akamwambia bwana, huyu mke wangu mimi siku hizi amembadilikia sana, kila nikizungumza naye hanijibu, kila nikizungumza naye hanijibu, kila anadharau, sijui ana nini. Basi mke akaitwa na kadhi, kadhi alipomuita akamweleza, wewe ni vipi, wewe ni vipi? Akamwambia bwana, mimi namjibu, lakini siku hizi mume wangu maskini hasikii, na hataki kwenda kutia bluetooth ya sikio, hataki kuonekana. Maana kwa hiyo kuna bluetooth kibao utaonekana wewe ya simu, kuna ile ya maduko ile mwaitaje viziwi, sio viziwi, kuna ile viziwi ile maarufu ile ukionekana nao julikana huko viziwi. Sasa hataki kujulikana naye. Sasa ona yeye analalamika kuwa mke hamjibu, kumbe tatizo si mke, tatizo liko kwenye sikio lake. Na wengi hivi sasa tunalaumu viongozi, kumbe tatizo ni sisi. Viongozi wako sawa, lakini sisi. Na Mtume alituambia aina matakunu yuwalla, mkiwa vichwa ngumu basi mtaletewa viongozi vichwa ngumu, lakini mkiwa watuifu na Mwenyezi Mungu atatupa viongozi watuifu. Kwa hiyo ibada hii, hadithi sikuweza kuimaliza, kama kuna mwingine atakuja imalizie. Mimi nimeingia tu muamala baina yako wewe na Mola wako. Kwa hiyo na ibada, kila mmoja na ibada. Wewe kijana, wewe mke, angalia ibada yako juu ya mume wako. Sio wewe una mume, una watoto, wewe mama una watoto, hamu yako wewe kuinuka usiku tu, watoto asubuhi hajui wavae nini, watoto asubuhi hajui wale nini. La, lala mapema, uinuke usali alfajiri, uirakibishe nyumba yako. Hii ni ibada muhimu kuliko kukaa msalani usiku mzima, asubuhi watu hawajitambui. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila shari. Wazee wetu Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na paa njema na afya.